Nataka niongee kuhusu jukumu la wazazi kwa watoto. I want to talk about the responsibility of parents to the children. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na pia watoto watanisikiliza, wale ambao kidogo wana umri wakina Gloria watasikia. And also like the children to listen to this message as well, for those also who understand. Kitu cha kwanza kabisa, the first thing, nataka niongee kwamba dunia haina huruma. I want to say that the world has no mercy. Na Biblia inasema hivi, and the Bible says this, asiyefunzwa na wazazi, the one who's not taught by the parents, dunia itamfunza. The world will teach them. Haya maneno, these words, ni maneno makubwa sana. These are great words. Na naomba kule nje watoto wasiende kwenye rumu yao, wakina John wameanza kutoka nje, watoto wote waingie huko ndani. I don't want any children to leave the sanctuary. All the children should remain inside. Lakini sijui kama wazazi wanakuaga makini na huu msemo. I'm not sure if parents are aware of this saying. Ndio Biblia inasema. That's what the Bible says. Na Biblia inasema waheshimu wazazi wako. The Bible says honor your parents, ili uishi maisha marefu, so you may live a long life. Biblia inasema tena, the Bible says again, mlee mtoto that you should raise your kwa children njia inayopashwa, in the ways of God, or the na ways of yeye God, hata isahau mpaka siku ya uzee. and they will never forget it until they get old. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna connection kubwa sana kati ya mzazi na mtoto. You can see there's a big connection between a parent and a child. Siongelee kuhusu mchungaji. I'm not talking about a pastor. Na swala hili, and this subject la wazazi of parents juu ya watoto, about the children, ndio mwanzo wa watoto kuharibika. this is the beginning of when the children get spoiled. Ninajua hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake kuharibika. I know there's no parent who want their child to be spoiled. Kila mzazi anataka mtoto wake aone anakuwa. Every child wants to see their children grow. Anasoma. They're educated. Awe na adabu. So they have good manners. Ampende Mungu. So they love God. Ndio maana Biblia kwanza imeweka mahusiano kati ya mzazi ama wazazi na watoto. That's why the Bible has put a connection between a parent and a child. Kama unaweza ukaona, if you can see, mimi nina huzuni kubwa sana juu ya watoto. I am really sad about the issue of children. Na ndio maana kila mwaka huwa naandaa ibada ya watoto. Sijali wangapi watakuja. I don't care how many people come. That's why every year I prepare service for children. Na pia ibada ya kupokea mwaka ile ya bonane. And the year and end of year service, ule mkesha kupokea bonane, or New Year service, when we are getting New Year, we also pray for children. Itakuwa ibada ya watu wote lakini. This will be everybody's service, but we'll pray for the children especially. Uchungu mwingi nilio nao, the greatest sadness that I have, ni kuona vijana wetu wote, asilimia kubwa, tuseme 95, wamemezwa na dunia. Is that seeing young men, about 95% that the world has swallowed. Alcohol imewachukua wote. Alcohol is taking the children. Maisha ya dunia imechukua vijana. Life of this world has taken the youth. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kuangalia kila Sunday nenda kwenye makanisa, vijana wangapi wanakuja kanisani? Utakuta ni 3, 4, 5. Vijana wote. Yani ni huzuni na ni kilio kikubwa kuona vijana wote wamechukuliwa. When you go to many churches, you'll notice that there are very few youth that attend services. And it's a great cry to the church. Kwa hiyo tunapoongelea swala la kuleta watoto kuombea na kuwa karibu na watoto wako, sio swala la kucheza. This is serious business. When we talk about bringing your children for prayers, it's not a small thing, it's a serious issue. Lakini sio hivyo tu. But not only that. Vijana wetu wengi, many of the young people, wamepewa vipawa na Mungu. God has given them gifts. Wengine ni waimbaji. Some of them are musicians. Wengine ni wahubiri. Some are preachers. Hallelujah. Hallelujah. Lakini vipawa hivyo vimekufa ndani yao. But these gifts are dead in them. Na Biblia inasema, and the Bible says, kipawa cha mtu that a gift of a person kinaweza kukutanisha na wafalme.
that can make you meet kings. Tumeona watu sisi wamesucceed maisha na wakusoma kwa sababu ya vipawa Mungu aliwapa. We've seen people who've succeeded in life because of the gift God has given them, not because they're educated. Leo kuna waimbaji wanapanda ndege all over Ufaransa, Belgium. Kwa sababu gani? Vipawa vya kuimba Mungu aliwapa. We see many musicians who travel across Europe because of the gift of singing that God gave them. Na mimi nilikufunza Mungu anapompa mtoto kipawa, And I told you that when God gives somebody a gift, ni zawadi. it's a gift. Mungu hamnyanganyi mtu. God never takes that back. Ni wewe utaamua utaitumia kwa Mungu ama kwa shetani. It's up to you whether you use it for the devil or for God. Ukiamua kutumia kipawa Mungu amekupa kwa shetani, kitu Mungu anafanya, anaondoa ule upako, ile anointing inaondoka. When you choose to use the gift that God has given you for the devil, what God does is take the anointing, but you still have the gift. Watoto wa Mungu, tulikuwa tunaongea na mama mchungaji juzi, yani nasikia kulia vipawa vya vijana wetu, waimbaji wazuri, wapigaji wazuri vimekufa. Vijana wote wamechukuliwa kwenye pombe, ni pombe washerati, pombe wanawake, pombe uzinzi, pombe washerati. Haleluya. Na ni kazi ya shetani. I was talking to Mama Mchungaji, and it said that there are a lot of young men that God has given them the gift of singing or playing instruments, but instead they have taken over by alcohol and adultery. Wamekataa mambo ya Mungu. They've refused the things of God. Wamekataa kuja kwenye maombi. They've refused to come for prayers. Lakini tunarudi kule sasa. But we are going there. Kwamba siye funzo na wazazi. That those who are not taught by the dunia parents, inafunzaga. the world will teach them. Na jambo lingine la tatu. And the third thing, hawawezi wakaelewa sasa hivi vijana. They may not understand it now when they're young. Maana ya haya mahubiri ninayohubiri. The things that I'm talking about right now. Wataelewa kishazeheka. But they will understand when they get old. Na sio tu swala la kwamba hawaji kanisani. It's not just a subject of them not coming to church. Ni swala la kwamba hata kama hawaji kanisani, hata kule ambako wako, wengi hawa maisha, hawana habari na maisha. Wao ni kulala na kuamka. Maisha yanaenda wapi? Yanatoka wapi? Watu ni pombe. Kwa hiyo hata maisha ya mwili basi vijana wetu wameshindwa. Kwa sababu ya nini? Dunia imewameza. It's not just a matter of coming to church. Even where they are, they don't know whether life is going back or going forward. They're just drinking alcohol. They're not aware of the world. Na sisi hatukuzaliwa kula na kunywa tu. And we're not just born just to eat and drink. Hallelujah. Amen. Sasa hawa nawaongelea, the people that I'm talking about, ni hawa jene ba 30, 25 Kifaransa, 25 hapo. The people that I'm talking about is the youth at the age of 20, 25 Lakini years old. kumbuka walitoka huku kwenye hao wanatoka. But remember, they started where these young people started. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa vijana wamemezwa. So the children have been taken over. Kwa sababu ya dunia kumeza vijana wetu. Because the world has taken our children. Wengine wana familia, wanawake na waume na watoto. Some people have wives or families with children. Wameshindwa kubeba majukumu ya ubaba kwenye familia zao. They fail to take responsibility as parents in the family. Hata nikwambie kitu kimoja. Let me tell you one thing. Kuna tofauti ya mtu kuwa mwanaume na mtu kuwa baba. There's a difference between somebody being a man and being a husband. Mwanaume ni jinsia. A man is gender. Baba ni sifa. But a father is a title. Characteristic. Sasa sio kila mwanaume ni baba. Not every man is a father. Lakini kila baba, but every father ni mwanaume. Is a man. Na ule mfupa wa ubaba, and the bone of a father. Vijana wetu wanashindwa kwa sababu gani? Most of our young men fail. We know why. Wamemezwa na dunia. Because they are swallowed by the world. Bwana asifiwe. Mahubiri haya sikia atakusaidia kumlea mtoto wako. Please listen to this preaching. It will help you raise your child. Adamu alipofanya dhambi, Hawa alipofanya dhambi kwenye shamba la Edeni. When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, Hawa ndiye alianza kufanya dhambi. Eve is the one who started sinning. Mwanamke ndiye alifanya dhambi. Eve started. Sikiliza hili. Mwanaume alipoumbwa, when man was created, theolojia inasema aliishi miaka 800, lakini hakuna uhakika. Usiende kusema mwanaume aliishi miaka 800 kabla mwanamke hajakuja.
Man lived to about 800 years before a woman came. Haina uhakika kwenye Biblia That's ipo. not verified. Mwanamke alipokuja When a woman came, akafanya dhambi ile the woman sinned ya kula tunda. when she ate the fruit. Sikiliza, Mungu aliporudi When God came kwenye shamba la Edeni to the Garden of Eden, akakuta mwanamke amefanya dhambi ya kula tunda. he found that the woman sinned by eating the fruit. Unajua kilichotokea? You know what happened? Aliyetafutwa ni mwanaume. The one who God sought for was a man. Aliyefanya dhambi ni mke. Even though the woman is the one who Mungu sinned. aliposhuka But when God came, akakuta amefanya dhambi, the person who was found sin, aliyetafutwa ni nani? Ni mwanaume. the person that God was seeking Kwa is the nini? man. Why? Kwa sababu mwanaume ndiye aliyepewa jukumu la kutunza ile nyumba. Because a man is the one who was given the responsibility to take care of the house. Na ndio dunia inafanya, inaondoa ule ubaba ndani ya watoto taratibu, ndani ya vijana. Hata vijana wanapokuja kuoa, hizi divorce ninazoziona nyingi ni kwa sababu ubaba hauko ndani ya vijana. Wanaoa tu wanabeba mwili nyumbani. Anabeba mwili tu. Ule ubaba unakuwa haupo. What the world is doing is taking out that seed of fatherhood in a man, so men get married, but they're not fathers. Sasa haianzi mtu akishakuwa 25. Haianzi mtu akishakuwa na miaka 20. It doesn't start when somebody is 20 years old. Leo kuna upako wa Kifaransa. Pastor is an anointing of French this morning. Ni kitu kinaanzaga kuko chini. It's something that started back there when they were young. Mimi nilikwambia hivi. I told you this. Shetani akitaka kuwa ndoa ya mtu, when the devil wants to kill somebody's anaweza marriage, kuwa mvumilivu hata miaka 10. he can be patient up to 10 years. Lakini anajua siku hipo ataua hiyo ndoa. But he knows the day will come and he'll be able to destroy the marriage. Kwa hiyo hii mbegu unayoona kwa vijana haikuanza tu kwa sababu amekuja Marekani, ni kitu kinaanzaga chini. So this issue that you're seeing with young men did not just start in America, it started back when they're kids. Kwa hiyo Mungu alipokuja, so when God came, aliyetafutwa ni Adamu, sio mwanamke. God sought for Adam, not akamwambia Eve. Adamu, and he told Adam, where are you? Umekula lile tunda? You ate the fruit. Adamu akasema hapana. And Adam said no. Huyu wewe ndio ulinipatia, mimi sikumuomba, wewe ndio ulinipatia. So it's this woman that you gave me, but did not ask for her, you gave her to me. Na tangu hiyo siku, and since that day, mwanaume akapewa jukumu lingine gumu la kula kwa jasho lake. And since that day, a man was given a hard task to eat from their sweat. Atuli kwa miujiza, tunakula kwa kufanya kazi kwa bidii. We do not eat from miracles, we eat from working hard. Ndio maana vijana wetu, that's why our young men, ombea watoto wako wa kiume. Please pray for your young men. Dunia sasa hivi na shetani, the world right now with Satan, na hii mnayoiona hii teknolojia, and all this AI and technology, imeondoa nafasi ya mwanaume kwenye kiti chake. It's taken out the position of men from the seat that they're in. Acha nikwambie, hakuna kitu kibaya, there's nothing bad, kulea mtoto than to raise a child ambaye atakuja kuoa, that one day will get married, ashindwe kuchukua majukumu ya familia yake, and they fail to take responsibility as a father of the house. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. Let's clap for the Lord. It is very, very dangerous. Ni hatari sana. Nafasi ya mwanaume inatolewa kidogo kidogo bila watu kujua, kidogo kidogo. Sasa hivi kule Tanzania kumekuja style nyingine mpya ya maisha, unaitwa mashangazi. So the position of men is taken out slowly, and now in Tanzania there's this something called aunties. Yaani wanaume, now let's say it's ndio men wanaolewa na wanawake, are getting married to older women. Anampa kijana gari. He's giving the young men kule cars. Kongo nafikiri ni Rwanda waliimba wimbo gani ule? Mario. Yeah, Mario in Congo they sang that song. Mimi si hizo nyimbo sio nyimbo za dunia, lakini wakati mwingine zina maana yake. Those are worldly songs, but at times they have a Mario meaning. nalembie. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu kibaya kulea mtoto ambaye ni lezi, ambaye huko mbeleni atashindwa kuja kufanya majukumu ya ndoa yake. Very bad. Ndio maana kila baba anataka leo mtoto ambaye
yuko strong. Hallelujah. Amen. It's very hard, it's very bad that you're raising a child who will not be able to take a stand as a man. That's why every man wants a son that's strong. Kijana ambaye, kwa sababu acha nikwambia na mambo mengi ya kusema, acha siende huko. Okay. Amen. Soma kitabu cha, namalizia na soma kitabu cha Ufunuo 12:1-6. Sikiliza hapo tutamalizia. We are going to read the book of Revelation chapter 12 verse 1-6. Ufunuo 12:1. Nitasoma Kiswahili. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theluji ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amlee mtoto wake. Amle mtoto wake, amle. Naye akazaa mtoto mwanaume. Yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Yes. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. 6. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Pigia jina la daima. Let's clap for the word of God. Hilo ndio somo nitalifafanua hapo. I'll explain more about this scripture. Andiko hili, this scripture, ni Yohana. This is John, mtoto wa Zebedayo, the son of Zebediah. Alipokuwa anateswa, when he was being tortured, kitabu cha Ufunuo, in the book of Revelation, Mungu akamchukua. And God took him. Walimtupa kwenye kisiwa cha Patmo. They threw him in the lake of Patmo. Na akiwa kule, while he was there, akaonyeshwa maono. He saw a vision ya siku za mwisho. On of the last days. Sasa lile andiko, so this scripture, Mungu analifunua kwa Yohana. God is revealing it to John. Anamuonyesha vile ambavyo shetani, he's showing him how the devil alianza kumuinda Yesu hata kabla Yesu hajazaliwa. Started seeking for Jesus even before Jesus was born. Huyo mtoto ni Yesu. This child here is Jesus. Mwanamke ni Israel. And the woman is Israel. Kwenye Biblia, in the Bible, mwanamke, a woman, ni Israel. Is Israel. Sasa sitakwenda kwenye tafsiri zingine za vichwa 7. And I'm not going to talk about the 7 heads today. Nitabaki hapo. Just put it, Benja. Just put it. Nitabaki hapo kwenye mtoto. I'm going to stay here on the child. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamwambia Yohana, so God was telling John, kwamba Yesu, that Jesus, alipokuwa anakaribia kuzaliwa, when he was about to be born, shetani, the devil, alikwenda kumwataki, wanted to attack him. Na sababu ilikuwa ni kwamba akizaliwa tu ameze. So the reason was as soon as he was born for him to swallow him. Kwa hiyo vita ya shetani na Yesu, so the war between Jesus and Satan, ilianza hata kabla Yesu hajazaliwa. Started even before the birth of Jesus. Kwa nini? Why? Sikiliza hili. Listen to this. Shetani, the devil, huwa anajua future ya mtoto tangu anapozaliwa na atakapoishia. From the time the child is born until the child dies. Shetani, the devil, huwa anajua maisha ya mtu ya kuanzia pale alipozaliwa mpaka mwisho. Usually knows the beginning of a person's life until the end of it. Ndio maana alipoona nyota ya Yesu, that's why when he saw the star of Jesus, na akaona utukufu wa Yesu, and he saw the glory that he carries, akajua Yesu akija, and he knew that when Jesus comes, utakuwa ni mwanzo ya kazi yake kuharibiwa. It will be the beginning of his end. Kwa hiyo shetani huwa anaona future ya mtoto. So usually the devil sees the end of a child. Akamwataki ameze. So he attacked the child to swallow. Lakini asingeweza.
But he could not do kwa it sababu Yesu ni Mungu. because Jesus is God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na alipozaliwa When Jesus was born, Yesu akanyakuliwa. Jesus was taken. Hapa kuna tafsiri nyingi lakini nazikata. There are many Akanyakuliwa. translations, but here I'll just say Jesus was taken. Na yule mwanamke And the woman akachukuliwa, was taken as well. akapelekwa nyikani. She was taken to the wilderness. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nataka niseme nini? What do I want to say? Future ya watoto ya mtoto. So what I'm trying to say, the future of a Shetani child, wanajua mtoto atakuwa nani? the devil knows what a child will become. Kwa sababu Mungu mtoto anapozaliwa, Because when a child is born, Mungu anakuwa ameshaweka package ya maisha yake. God has already put a whole package of their life. Unless wewe mwenyewe ujiharibie. Unless you spoil it yourself. Haleluya. Hallelujah. Mungu anajua sasa hivi kwenye hao watoto hapa kuna maloya. God already knows among our children there are lawyers. Hapa kuna wainjilisti. He knows the evangelists Anajua hapa here. kuna wachungaji. He knows there are pastors here. Anajua hapa kuna waimbaji. He knows there are musicians Anajua here. kila kitu. God knows everything. Anajua maisha ya mtoto ya rohoni. God knows the spiritual life of a child. Anajua maisha ya mtoto ya mwilini. And he knows the physical life of the child. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa shetani huwa anajua maisha ya mtu, ndio maana unaona alipomwona Yesu akataka kizaliwa tu ameze. The devil usually knows the future of a child. That's why when Jesus was born, he wanted to take him as soon as he was born. Yesu alipozaliwa When Jesus was born Bethlehem, in Bethlehem, Herode aliposikia kwamba kuna mfalme mwingine amezaliwa, when Herod heard that there's another king who's born, Herode alitafsiri vibaya ile sentensi ya kwamba Yesu ni mfalme. Herod misunderstood the sentence that the king is come. Kwa hiyo vita ikuishia tu kule kwenye tumbo la yule mwanamke. Hata baada ya Yesu kuzaliwa, shetani aliendelea kumfuata Yesu. So the war did not end when Jesus was still in the womb of Mary. Even after he was born, the war continued. Aliposikia Yesu amezaliwa ni mfalme, When he heard that Jesus was born and he's the king, Herode aliamua watoto wote wa miaka miwili wauawe. when he heard that Jesus was born, he killed, he demanded that all children under the age of 2 years be killed. Ukisoma Biblia, When you read the Bible, hiyo siku Bethlehemu ilikuwa ni damu tu, watoto wengi waliuawa. Unajua ni nini? Alikuwa anamwinda mtoto, anawinda future ya Yesu, anawinda maisha. It was sad that day in Bethlehem because all the children were under the age of 2 were killed. Kwa nacho kwambia kwamba dunia haina huruma. So what I'm telling you, the world has no mercy. Utamlea mtoto wako, How you raise your child, ndio atakavyokuwa. that's how your child will end up. Ndio maana unaona pamoja na kwamba Yesu alizaliwa alikuwa ni mwanadamu, Mungu ilikuwa inabidi aongee pia na Josefu. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Nenda Misri. Ana communicate na mzazi. Utoka Misri. Yule ambaye alitaka kumuua Yesu amekufa, rudi. Kwa hiyo hata Yusufu mwenyewe ambaye baba yake na Yesu alikuwa connected na Mungu kuhakikisha kwamba chochote kinachopangwa juu ya Yesu kisifanyike. You see, even when Jesus was born, he was still man. But God continued to talk to Joseph, his father, like, don't do that, don't do this, go here, go there. Na watoto wote wa miaka kuanzia miwili wakafa. And all the children under the age of 2 years died. Yesu akapona. And Jesus Haikuishia survived. hapo. It did not just stop there. Akamfuata wakati Yesu anaanza huduma. Yesu amekwenda kule kufunga siku 40, 40 days fasting. Shetani akamfuata. He went after him even before he started his ministry. 40 days when he fasted, the devil still followed him. Yesu pia akamshinda pale. Jesus also defeated him. Nataka namaanisha nini? What am I saying? Namaanisha hivi. What I'm saying is Maisha ya this, mtoto that a life of a child, yakiwa na future ya kimungu, if it has a godly future in it, lazima shetani atafanya chini juu kumwangusha huyo mtoto. the devil will do whatever it takes to destroy that child. Bwana asifiwe. Praise God. Ni lazima shetani atafata maisha ya huyo mtoto mpaka ataangamia. The Kama hakuna devil Mungu. will follow the life of that child until they defeat the child. Bwana asifiwe sana. Praise God. Tumalize hiyo. Twende kwenye maisha ya Joseph. Let's go to the life of Joseph. Alipozaliwa, When Joseph was born, mtoto yule alionekana kuwa ni nyota kwenye nyumba ya baba yake. that boy was seen as the star in the house of his father.
Lakini kwa sababu ya umri kuwa mdogo, miaka 17, 16, Joseph, because he was only about 17 years old, alikuwa anafanya, Mungu akimonyesha, yeye anakuja kuambia watu. so whatever God used to show Joseph, he was sharing it with his brothers. Mungu anamwambia utakuwa mkubwa, kuja kuambia watu. Whenever God told him, you're going to be great, he goes and tell others. Na mnaona vita aliyopitia. And he saw the battle that he went through. Ilikuwa vita kali. It was a great war. Kilichomsaidia yule kijana, What helped Joseph? alikuwa na hofu ya Mungu. He had the fear of God. Bwana asifiwe sana. Praise Tumalizie God. mtu wa mwisho. Let's finish with the last Musa, person, kizazi cha Moses Waisraeli. and the children of Israel. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Farao alipoona uzao wa Israeli una nguvu, When Pharaoh saw that the Israelites had power, Wamisri wakaingiwa na wasiwasi. the Egyptians had fear. Haleluya. Amen. Tunapoongelea kuhusu watoto wako, sio tu swala la mtoto. Mtoto ni kizazi. When we are talking about the subject of your children, we're not talking about the children. We are talking about the generation. Haleluya. Amen. Mimi leo nikizeheka, Today, if I get married, uzao wangu ni Benjamin na Jojo na Joanna, wengine sijui kama watakuja, I don't know, God if okay. Kwa hiyo when I get old, my generation is Benja, Joseph, and Joanna. I'm not sure if there'll be more. haleluya. Hallelujah. Wababa ambao wako hapa, The men who are here, the fathers who na are in this place. anayebariki mtoto niliwaambia huwa ni baba. I told you already, the person who blesses the children is a father. Ndio maana ni makosa kibibilia baba kufa, mtoto kufa kabla baba, ni vibaya sana. That's why it's very bad biblically for a child to die before their father. Baba ndio anaita watoto, Because the father is the one who called their children. anamwambia pengine pigeni magoti, And he says, kneel before me. anasema wewe utakuwa fulani, And the father says, you're going Wewe to be utakuwa this simba. person. You are going to be the wewe lion. utakuwa chui. You are going to be a tiger. Baba anabariki watoto The father is the one who Kwa nini? blesses the children. Why? ili aache uzao, kizazi kilicho na sifa. So he can leave a generation that's respectful. Bwana asifiwe sana. Kwa Hallelujah. hiyo Farao alipoona Waisraeli kizazi kile kina nguvu, When Pharaoh saw that this generation is powerful, akasema iwezekani. he said, no, this is not Lakini going to sikiliza cha happen. ajabu. Listen, this is strange. Waisraeli walikuwa wana bunduki, The Israelites did not have any weapons. walikuwa wana mapanga, They did not have swords. walikuwa watumwa They were just slaves kwa miaka 400. for 400 Lakini years. Biblia inasema kwamba uzao wa Israeli ukawa uzao wenye nguvu, ukawa tishio kwa Misri. But the Bible says the generation of the Israelites was a powerful one, and it was one that made Pharaoh fearful. Kwa nini? Why is that? Venye Waisraeli wanalea watoto wao, Because the way the Israelites raised their children. ndio maana ni uzao wenye nguvu. That's why Mpaka it's a leo. powerful generation until today. Farao akaingiwa na woga, Pharaoh got fearful. akasema hichi kizazi He said, this generation, tusipoangalia if we not watch, kitatutawala. it's going to rule over Akarudi us. kule kule, He went back. akaamuru watoto wote wa kuanzia miaka 2 wakiwa wanazaliwa wanauawa. Unajua alichokuwa anafuata? Anafuata kizazi. He went back and killed all the children under the age of 2. He was killing the generation. Na baadaye Musa akapona. And later Moses survived. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa nini nimekuambia haya maneno? Why am I telling you these words? Nimekuambia haya maneno kwa sababu hii. I'm telling you these words because of this. Huwezi kumlea mtoto That you cannot raise a child bila Mungu. without God. Hawa vijana mnaowaona hawa watoto These young men that you see them, wanaochangia watoto kuharibika kwa asilimia kama 60 hivi % ni wazazi. the people who are helping the children get messed up are parents. Sio asilimia zote. Not 100%. Kwa nini? Why is that? Mzazi mwenyewe kwanza anakuja kanisani vile anavyotaka. You find first the parent comes to church the way they want to. Mzazi haombagi. A parent does not pray. Na ibada inaanza nyumbani. Usually worship or service starts at home. Hallelujah. Amen. Watoto wanakuwa na iPad Saturday kuanzia saa 2 usiku 8 mpaka 3, na wazazi wanajua kesho ni Sunday. Na hili ni sisi wote tumefeli. And this, we felt as parents, we give our children devices from 8 p.m. until 3 a.m.
Mtoto anajua kabisa hii wiki mama anaweza akaenda kanisani ama siendi, sio surprise kwao. Children know, oh, my parents may go to church this weekend or they may not. It's not a surprise to them. Kama kuna emergency ni sawa. Unless there's an emergency, that's fine. Kwa hiyo watoto, so you find that children wanaona vile ambavyo wazazi wanafanya na baba na mama. Kwa sababu gani? Acha nikwambie, mtoto hafunzi kwa kuambiwa, mtoto anajifunza kwa kuona. Children see how the parents are operating, and you can see that children learn from seeing, not hearing. Watoto 90% ambao wamesoma theolojia wanajua hili. Watoto wanajifunza kwa kufanya nini? Kwa kuona. Most people who have gone to a theology school know that children learn from seeing, not hearing. Haijalishi kwamba watoto wanasoma sana. It doesn't mean that the children got study a lot. Ni makosa mtoto kulala saa 9 usiku saa 10. It's very bad. It's wrong for a child to go to bed at 3 a.m. in the Inatakiwa morning. watoto ikifika saa 5 usiku saa 4 wamelala. Children are supposed to sleep by 10 or latest 11 p.m. Unawaambia leo ni Saturday. You tell them today is Saturday. Hakikisha ikifika saa 5 mmezima kila kitu mnalala. Make sure that by 11 everything is turned off and you are asleep. Kwa hiyo wazazi kutokuwa ile deep na Mungu. So because of parents that are not deep with God, inafanya pia watoto wapwae. it also makes their children do the same thing. Bwana asifiwe. Amen. Tuna ndoa sasa hivi hapa Columbus, watoto wa miaka 17 wanaolewa, miaka 10. Yaani watu wamefocus kwenye mali 20,000, 25,000, huko ndo wamefocus. Watoto nashangaa, yani mimi you find now there are children who are 17 years old and they're focusing on marriages. Kabisa kuimba hivi, unafunga na vitenge, wanakata viuno, sijui ndo anaweza ndio. Mtoto wa miaka 17 anapaswa kuwa shule. Mtoto wasome. A 17-year-old girl should be in school studying, not getting married. Alafu cha ajabu hao watoto wanaolewa baada ya miaka 2 wanarudi. Wengi wamerudi kwa Columbus. They find out these young girls want to get married. They go back home after 2 years. Kwa sababu wazazi wenyewe kwanza hawana future ya maisha yao. First, because parents do not have a future of their life. Na ndio maana watoto wetu wanakuwa wana future. That's why our children also don't have a future. Acha nikwambie, mtu asikudanganye. Let me tell you, don't be deceived. Future ya mtoto wako, the future of your child, 50% sio zote yuko mikononi mwa wazazi. About 50% is in the hands of the parent. Na mtoto vile utakavomlea, Mungu hawezi kudanganya, ndivyo atakavyokuwa. God does not lie. The way you raise your child, that's how they're going to turn up. Mungu hawezi kudanganya. God cannot lie. Hii ni ya wazazi kwanza kwa watoto. This is first from parents to children. Shule zimefungwa. School is out right now. Leo ni Jumatano kwenye ibada ya maombi. Tunene kwanza kwenye maombi. Hakuna. You should tell children, let's go to midweek service, but you don't see parents bringing children. Bwana asifiwe. Praise God. Wazazi tunaongea maneno ni magumu, na ndio maana unaona sasa matokeo ya wazazi matokeo ya watoto kuwa na tabia mbaya ni kwa sababu wazazi pia atufanye pati yetu kwa watoto. These are difficult things that we're saying. The result of children being the way they are, it's because of parents. Bwana asifiwe. Praise God. Twende kwenye masomo. Let's go to the studies. Kilio changu mimi ili kanisa ni kuona watoto wanasoma. My cry for this church is to see that children are educated. Christina amekuja Afrika akiwa mdogo sana. Christina came to America when she was very young. Na baadaye akaolewa. And later she got married. Na mimi niliomba tumali kidogo tuingi. I also got a lot of money. Lakini tangu alipokuwa kwetu, but since she was in my house, tulimfunza mtoto kwenda shule. We taught her the importance of going to school. Na ndio maana unaona hata alipoolewa aliendelea na masomo. That's why you see, even after getting married, she continued with her studies. Wengi wamekuja Afrika, hatukusoma, wazazi hawakusoma. Wengi, sio wote. Many who came from Africa, you have parents who did not go to school. Hii ni nchi ya baraka. This is a country of blessings. Lakini pia ni nchi ya laana. But it's also a country that's cursed. Jiulize hapa Columbus. Ask yourself in Columbus. Ni watoto wangapi wana graduate kwenda university? How many of children graduate to go to universities? Biblia inasema hivi, ishike sana elimu isiende zake. The Bible says hold on to education so it does not run. Maombi yangu mimi hao watoto mnaoona hapa wasome, watoto wasome, wapate education. My cry for these children that they should go to school and get educated.
Nilikuwa naangalia takwimu sasa hivi wa Somalia. I was this study about Somali. Wa Somali wanasoma sana sasa hivi. Somalis are really going to school right now. Wanakwenda kwenye university. They've gone to universities. Watoto wetu, our children, wanaishia tu hii kama ni high school, wanaishia hapo. They just stop at high school. Kinachofuata ni harusi. After high school, they go get married. Umeolewa. You are married. Unaweza kuendelea na shule. You can continue with school. Tuna madaktari wangapi hapa kutoka Kongo, watoto kutoka City Kivu ambao wame graduate kuwa madokta wangapi? How many doctors do we have who have graduated from Congo, from City Kivu? Tuna manasi wangapi wasichana wetu ambao wanataka kuwa manasi? Tuna manasi wangapi kutoka City Kivu? How many nurses do we have? Wangapi wasichana wetu ambao wamesomea? How many of our young ladies who have educated and are nurses right now? Wangapi hapa ambao wamesomea uloya? How many of our children have gone to law school? Kwa nini? Why is that? Vile sisi wazazi ambao hatukusoma. The way that us as parents are not educated. Hiyo damu inafuata watoto. The same blood is going to our children. Bwana asifiwe sana. Praise God. Ni maombi yangu mimi kuona wasichana wakina Gloria, wakina Esther, wakina Sterida wanasoma, wanapata kama ni nasa na kwenda kuwa nasa, watoto wasome. It's my prayer that our young ladies go to school, they study and become nurses. Nilikwenda pale Columbus College, inaitwa nini? Columbus nini? Columbus State. Columbus State last week. I went to Columbus State last week. Kuna kazi nilikuwa nakwenda kufanya pale. There was work that I had to do there. Niliingia mle ndani. I entered that place. Nakuta wa Somalia watupu ndo watoto wanaingia university. I found a lot of Somali kids going to the university. Wamemaliza high school. They finished high school. Wanaingia university. They go to university. Na maisha yanapande zote, rohoni na mwilini. And life is both spiritual and physical. Ndio maana kule Afrika. That's why in Africa. Watu wote ambao ni intercessor waombaji huwa ni masikini. Most people who are prayer warriors or intercessors are poor. Akiwa anasema raka shantarabu, ni Yesu anarudi leo kuja kwenye maisha, mtu yuko hoi kwa sababu wenyewe wameamini tu. Baada ya maombi hakuna tena maisha. They're just prayerful people, but they do not believe there's life after prayers. Hao ndio wale watu wakikutana na mtu amebarikiwa. These are the people when they see somebody blessed. Unasikia anasema vyote ni vya dunia, tutarudi bure. They are the people who say these are all worldly things. We are going back to where we came from. Yote ni makapi. This is nothing. Tutarudi bure, tulikuja bure. Ukiona mtu anasema hizo sentence unajua amepigwa na maisha. When you hear somebody saying things like that, that is all chaff. You know life is really beaten them. Wakishajao na Roho Mtakatifu, anakutana na mtu kuna Mercedes pale nje anasema vya dunia vyote. Tulikuja bure, tutarudi bure. Ayubu alisema siku za mwanadamu ni fupi na yeye mwenyewe bado anaishi. Mbona sasa usiende kwanza? Wewe tangulia bure. These are the people that you find, they're prayer warriors. They come outside, they find somebody driving a Mercedes. He says these are all worldly things. We came empty, we'll go back empty. Wewe tangulia bure kwanza, tuache sisi tutakufuata baadaye. He says you go first empty, then we'll come after you. Bwana asifiwe. Praise God. Wazazi, parents, huwezi kulea mtoto kwa nguvu zako, utachoka. You cannot raise children with your own strength. You'll be tired. You will get tired. Lazima wazazi mlee watoto kwa njia ya kimungu. Na lazima mzazi kwanza uonyeshe ushirikiano wawe na Mungu. Swala la watoto kuharibika hii Marekani, mimi ni mchungaji, kuna vitu siwezi kuongea hapa nisiharibu pia watoto. Wazazi wanachangia. As parents, first you should have relationship with God, and you should raise your children in the ways of God as well. Bwana asifiwe. Praise God. Ni wangapi hapa? Sisi sote tumefeli na mimi. Tunakwenda kulala tunaacha watoto barazani na iPad. As parents we failed. How many of us got to sleep and we leave our children with iPads in the living room? Kwa sasa watoto wakifunga shule kinachotokea ni kwamba wao usiku unakuwa ni mchana. Alafu mchana watoto wanalala mpaka saa 9, mtoto anaamka saa 9 kwa sababu mchana usiku wote umekuwa ni mchana. Kwa hiyo watoto wanaharibikiwa kidogo kidogo. Acha kwanza kusema ni watu wanawaharibu, tusikimbilie kwanza watu. Huku ndani tunakokaa nao watoto ndio kunaanza kuleta shida. Kwa sababu kama mtoto akifunga shule, alafu usiku ndio unakuwa mchana kwake, mchana unakuwa usiku, tayari shida imeingia. So you find at this time that school is out. Mpaka bili za umeme wakifunga shule zinapanda.
So what pastor is saying that right now you find school is out and our children, we let them play all night on video games. So night becomes day for them and day becomes night because they sleep all day and the utility bills go up because day and night the power is on. Hapo kwanza kuna shida. As parents, that's where we have failed. Sasa mtoto akishindwa kupata hivi vitu huku ndani, so if a child does not get these things in our houses, dunia itampa. The world will give it to them. Yule mpiga keyboard namalizia na huyu mpiga keyboard Jacob. I'm going to end with our keyboard player. Anasema mama yake. He used, Pastor Jacob said his mother. Anasema kama kuna mtu hata msahau ni mama yake. He said if there's one person he'll never forget is his mother. Alimlea kiafrika kabisa. He says his mother raised him in the African way. Unajua sasa yuko wapi? You know where he is right now? Anatembea dunia nzima. He's traveling all over the world. Na amekulia Marekani. And he was raised here in America. Paris, Uingereza. He's in Paris, he's in England. Amekulia wapi? Where was he raised? Here in America. Wazazi wake walikuwa na hofu ya Mungu. But his parents had the fear of God. Alafu wazazi wakishashindwa kulea watoto wao wanatusukumia sisi wachungaji sasa. So when the parents have given up raising their children, now they push them to the pastors. Wanasukumia na Sunday school. They push them to the Sunday school. Na huyu kijana leo, and this young man today, anatembea dunia nzima. He's traveling all over the world. Wamama, women, punguzeni TikTok. Please stop on the TikTok. Maisha ni magumu. Life is difficult. Maisha ni magumu. Life is difficult. Kifuata ubizi wa hii nchi, if you follow the business of this world, na mihangaiko ya kutafuta maisha, and the hardship of finding life, tunasahau watoto. We forget our children. Watoto ndio kizazi chako. Our children are your generation. Jojo itakiwa saa moja, yule Jojo yuko wapi? Jojo anakuwa ameshaamka kila Sunday. Jojo by 7 o'clock on every Sunday he's awake. Sasa hivi anafanya kazi na makanisa mawili. Today, this time he's working with 2 churches right now. Asubuhi akiamka kabla hajakuja hapa anakwenda pia kwenye kanisa lingine. When he wakes up Sunday morning, first he goes to play to another church. Unaona Jojo amekuja hapa. When you see Jojo here, ametoka kupia kwenye kanisa lingine. He's coming from playing for another church. Jojo ana miaka mingapi? How old is Jojo? 11. He's 11 years old. Kwa sababu mimi ndani ya huyo mtoto naona mtoto ni apostle, ni mtumishi. Because I can see the gift that's in him. He's an apostle, a servant of God. Na nataka nikifa mbegu yangu imtumikie Bwana. I want when I die that my seed should serve God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hawa wasichana mnaoona wanashindwa kusoma hawa. These young ladies that you see cannot study because of young men. Ni kwa sababu vile ambavyo wamelelewa pia. Because it's the way they are also raised at home. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo Jojo anafanya kazi makanisa mawili. You can see that Jojo works in 2 churches. Jumamosi yuko hapa. On Saturdays here. Jumatano zingine huwa anakuja kwenye maombi. Some Wednesdays he come for prayers. Anadanganya. No, that's true. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini nafanya vile? Why am I doing that? Ninachofanya juu ya huyo mtoto. Because I know what I'm doing in this young man's life. Hii mbegu ambayo iko ndani yake itaenda. Shetani huachezi. Because if I play, the seed that's in him will go. The devil does not play. Vile ambavyo unaishi na mtoto wako anavyokuona, ukiwa mama wanaume, mtoto wako naye atakuwa wanaume. The mother, if you are a young woman who wants to be around men, that's how your child will be too. Ukiwa unakuja kanisani mara moja kwa mwezi, mtoto wako naye akiolewa ama akioa, watoto wako watakuwa wanakwenda kanisani mara moja. Chochote unachofanya, mtoto anajifunza, sikiliza, sio kwa kuambiwa, kwa kuona. So whatever that you're doing as a parent, your child will imitate it. Hallelujah. Amen. Chochote unachofanya ndani, whatever that you're doing in your house, ndio mwanzo. Hapo ndo tunaanzia kwanza. That's where the teaching is starting. Huko kwingine, outside there, ni extra. That's additional. Hallelujah. Hallelujah. Najua leo imekuwa ngumu. I believe today has been hard teaching. Ni kwako. Mimi nakushauri kama mchungaji. I'm advising you as a pastor, the work is in your hands. Simama kumbio. Watoto waje hapa mbele. Please, let's bring our children forward and let's all stand. Hallelujah. Let's clap for them. Pigia Bwana makofi. Watoto waje hapa mbele tuombee haraka haraka. Please bring the children in front and let's pray for them. Hallelujah. Hallelujah. Lakini sisi kama wazazi, maombi yetu ni watoto hawa Mungu awasaidie. Us as parents, our prayer is that may God help our children. Hallelujah. Amen. Wajipange hapa wote hapa mbele. Please bring all the children up. Tuwapige maombi ya dakika 5. So we pray for them for about 5 minutes. Amen.
Huyu Jeremiah ni mpiga drums hatari sana. Jeremiah is a good drummer. Naomba Benja aje hapa. Wakina Stock na Gloria tunyo kujeni hapa. Benja come here. Benja, watoto wote wakina Gloria, all the ya kujeni ninyi wote. All school age, please. Ninyi kaeni hapa. Ninyi kaeni hapa. Ukaeni upande wa huko. Ninyi age kaeni upande wa huko. Benja stay this side. The big girls, please, you can stand out. Johnny, come this side. John. Yeah. Good. Nataka mniangalie. Yeah. Okay. Amen. Yeah, your age is so powerful. Hallelujah. What did you want to be in the future? Nurse, doctor, whatever. You don't know? Surgeon. Surgeon ndio nani? She wants to be a doctor, yes. Doctor, okay. Na wewe? A police officer. Police officer. She wants to be a police lady. Lakini ukiwa Amen. polisi ukishika mtu usimpatie ticket. Unampatia tu warning. Police officer. Na wewe? Nurse. Nurse. She wants to be a nurse. Nurse, Amen. Pigia Bwana makofi. Let's clap for the Lord. They know what they want Hivi ndio from sisi life. tunataka kwa watoto wetu, tusikie kutoka kwao. Yes, this is what we want to hear Nawe from our dada? children. Sijui. Hujui? But okay, you still have time. My sister unataka kuwa nani? What you want to be? Nurse. She wants to be a nurse. My sister singers, yeye ana double. Lawyer. She wants to be a lawyer. Amen. Sasa lawyer, mtu akiiba, afa akikwambia nimeiba kweli, kule utaenda kusema aliiba. Yeah. Acha If ishia. you're a lawyer and you have a client who's a thief and they tell you, are you going to tell the judge that Mimi he's a sijui thief? moja ya sifa ya malawyer nasikia ni waongo. Yeah, so to be a lawyer, you have to be a liar But as well. Bwana kama amekuita pale, If God has called you, utakuwa msaada kwa watu wengi. yes, you'll Kwa be jina a la help Yesu. Dada to Aline, others. Lawyer huyu. She is a lawyer. Kuna mwingine Benja, what do you want to be? Benja. Benja anakwenda university, pigia Bwana makofi. Benja is now in college. Praise God. Let's clap for the Lord. Rich. Rich. Benja just wants to be rich. Kuna msomo ya Atakuwa na rich. pesa nyingi. Education. What do How you are you want going to be rich? I want to be Businessman Cybersecurity. through cybersecurity. Cybersecurity. Amen. Benja sasa anakwenda kuchukua ni degree. There's John up there. Ya He's nini? going Ya for a degree in cybersecurity. Yes. Hallelujah. Haya ndio mambo watoto wa Mungu tunapaswa kufanya. These are the things as children of God. Tusipokuwa makini. Pastor, you forgot John up there. Oh, my brother, come this side. John, you are this side. And Betali. What want to be? John, I know your daddy is a lawyer, is judge. What want to be? Software engineer. He Software wants to be a engineer. software Hallelujah. engineer. Hallelujah. Amazon, Amen. Apple. Helen Amen. Musk atamchukua. George, what want to Pateli. be? Lawyer. 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 Hallelujah. George, awake. George. Paternity. Paternity. Lawyer. He wants to. Ooh, Tuna we malaya have watatu. lawyers in the house. What want to be? A singer. Ooh, he knows already. He's A a singer? singer. Amen. Amen. Yekashajua. Yeah. Can you sing? Yes. Yes, sing You sing for us. Well, I will be waiting for a while. Huh? I will be waiting for a while. Okay. Unataka kuwa nani? Want to be? A soccer player. Soccer player. He Hallelujah. wants to be a soccer player. Amen. Matajiri. Wow. Amen. Want to be my session guest? Just Peter. I want to be a soccer player, but after that, if I retire, I want to be an engineer. Hallelujah. Woo! So he has two. He has a plan. He wants to be a soccer player and an engineer when he retires soccer. He has plan A and plan B. Yeah. Amen. Mnaona venye watoto Yes. mnaona vichwa vya watoto? Yes, that's good. And that's what we need Kuna to pray mali, for. kuna mali ndani ya watoto wetu. Yes, God has things. We must protect these children. Amen. Wazazi tusicheze kabisa. Hii hapa kuna unaweza huyu mtoto mmoja hapa anaweza kubeba maisha yako yote. This one child can carry your whole life. Kuna mwingine nimesahau. Unataka kuwa nani? Want to be? I don't know. She doesn't know yet. It's okay. You want to be? Engineer.
Engineer. He wants to be an engineer. Huseni wa Amen. Huseni unataka kuwa nani? A football player. Football player. We have football Hallelujah. players. Kwa hiyo hapa tuna madaktari, hapa tuna There's one more, maengineer, Pastor. tuna cyber security, tuna maloya, tuna software ya nini? All ni master. Software engineer. Nani mwingine? Exosen yuko wapi? Hey, Exo, my sister. Le parler français? What you want to be? Unataka kuwa nani? A doctor. A doctor. Amen. She wants to be a Papa Lambe na doctor. mama Magi. Eh, Hallelujah. Good Joanna, job. you want Joanna. to be? anajua. Doctor. Doctor? Joanna is also wants to be a Unataka kuwa doctor. nani? Doctor. Doctor? We have doctors, Wow, please. powerful. Christina, you have to pray for these children. Yes. Sasa tuseme hivi. We're trying to say this. Labda baada ya miaka 50 years. Maybe after 50 years, Kile ambacho hao watoto wanasema wote kinafanyika kuwa hivyo. the things that these children are saying, it does come to pass. Moja kwa moja kizazi chote kinabadilika. Right away, the whole generation changes. Kwa sababu kizazi kubadilika kinachukua muda. Because for a transformation of a generation takes Software time. engineer. We have a software engineer. Cybersecurity. We have cyber Wewe security. hujachagua lakini nimekupatia doctor. She is a doctor. Polisi, wewe ni polisi? She wants to be a Soldier. she wants to be a surgeon. Polisi. She wants to be a police. Nurse. 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 Lawyer. Lawyer and Nurse. a nurse. Kwengine huku tumesikia. We've heard from our children. Alafu sisi tukishika hiyo When we hold on to those things, tunawalea watoto kimungu ili wasipoteze hii. so we raise our children in a godly way so So, they do not lose the baada ya purpose. miaka 50, 50 years, After 50 years, kizazi kinabadilika. the generation changes. Kinakuwa kizazi ambacho kina Mungu na kimesoma. So the generation becomes the one that fears God and educated. Kina as well. Mungu na wana maarifa. So it's got God and it's got Pigia Bwana knowledge. makofi. Amen. Simama kutuombea watoto wetu. Amen. Thank you so much. Let's clap for our children. Hallelujah. Let's stand up and pray for the children now. So kama una mtoto, nena neno kwa mtoto. Mimi nitaomba kwa ujumla kwa jina la If you Yesu. have a child, you can Lakini speak their nitawagusa kwenye name kichwa. and pray as a Hallelujah. general. Amen. Na mama mchungaji, tunashukuru sana kwa kazi umeanza kufanya na Joseph kule, kwanza kuwafunza pia. Mama Mchungaji, want to thank you also for the work Unaweza that you are kuona doing with mtoto the wa Hussein, children. yule mtoto yuko wapi? You can see Husseini's daughter. Huyu msichana. Yes, the young lady. Very Unaona venye smart. alikuwa anaongea na microphone? Yes, she's Kama mhubiri very kabisa. yes. Mtoto mdogo Very sana huyu. confident. Yes. Hebu mwangalieni huyu mtoto. Yes. Alivyokuwa anaongea na The microphone. way she was talking on the Sasa microphone. akiendelea hivi baada ya miaka 10, If she continues like this after 10 years, kunatoka mtumishi mkubwa sana there wa will Mungu. be a great servant of God in her. Hili hichi kifanyike, In order for this to wa happen, kwanza kutambua ni sio mchungaji, wazazi. the first person to notice is a parent, not a Alafu pastor. wazazi wanakuwa connected na kanisa na mchungaji. So a parent supposed to connect with the church and the pastor. Alafu mimi mchungaji And I, as na a pastor wazazi and the parents, tunashirikiana we work together kumfanya huyu mtoto kwa uwezo wa Mungu to make this child what God intends her hawe to be. vile Mungu anataka kuwa. To be what God purposed Na her huyu to be. mtoto mmoja And this one child anaweza kubadilisha maisha ya familia ya Hussein yote. Mungu can anafanyaga hivyo. change the life of Pigia Bwana entire makofi. family. Praise God. Kwa mimi nikiwaambia kujeni kanisani, ni kwa sababu nataka. Hapana, kuja kanisani ni kwa faida yako mwenyewe. Coming to church is for your own benefit. Wangapi Amen. wanasikia kuguswa na hao watoto? How many people are touched by our children today? Amen. So powerful. It's very powerful, yes. Kama ningekuwa na uwezo mimi ningeadapta hata kama watoto hata kama ni 6. Yaani mimi kama kuna kitu huwa kinaniumiza kwa sababu mimi najua nilikotoka, najua baba yangu alivyokufa, najua nilikotoka na sitaki kufa vile baba. Watoto wanatakiwa kumaliza zaidi ya baba zao. Usually children are supposed to end greater than their Papa parents. Lambe ni judge. Papa Lambe is a judge. Inatakiwa huyu John ndio firstborn. John is the John firstborn. afanye zaidi ya Papa Lambe. Ndio John is inatakiwa. supposed to do greater than Papa Kwa hiyo Lambe. mimi na uchungu sababu najua kule ambako mimi nimetoka, baba yangu alikuwa maskini, mama maskini, ndugu zangu maskini. I know where I came from. My father was poor, my mother was poor, my relatives are Na poor. kukata hiyo connection sio rahisi And to break that relation kwa is not sababu ni easy. kizazi. Because it's a generation. Nataka na mimi I nikifa when I die, wasema Emmanuel alifanya zaidi ya baba yake. that I want to say, man, will do Benja na greater yeye than your afanye father. zaidi ya mimi. I want Benja to do greater than Alafu me. baraka ya Benja And blessings that Benja inakwenda mpaka carries kizazi cha 4. will continue to the fourth generation. Hallelujah. Hallelujah.
tuwe serious na mambo ya Mungu. Let's be serious with the things of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuna mtu anataka kusema kitu, wazazi? Tumalize. Does any parent want to say something before we pray? Mama Mchungaji has something to say to the children. Bwana asifiwe. Praise God. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wetu. We thank God because of our children. Mimi labda niongee kitu kimoja tu kwa niaba yetu sisi wazazi. I can speak something small on behalf of us parents. Kwamba nimefanya mwezi mmoja kule kwa watoto, huu mwezi wa 7. That have worked about a month in the children's ministry. Na nimejifunza kitu kupitia watoto wetu. I've learned something also through our children. Na tumeshuhudia yale ambayo wanaongea. And we've seen what they've been learning. Na kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu ameweka ndani ya watoto. There are great things that God has put in our children. Lakini hivi vitu haviwezi kufika pale ambapo Mungu amekusudia bila sisi kupartner na Mungu.